Jiseme, wacha mambo ya wengine. Rais aliyetuacha anaitwa Kibaki. Alikuwa anatuuliza wakati ule walipokuja pamoja wakatengeneza the Grand Coalition Government na former Prime Minister. Na sisi tulikuwa PNU, yeye alikuwa kiongozi wa ODM. Tukipeleka maneno ya chuki kwake alikuwa anatuambia, kama we unafikiria we ni mzuri sana dunia hii kuliko watu wale wengine wote, kwenda sumama kwa wao uchaguliwe, alafu kuje tufanye kazi na wao. Lakini kama huwezi kwenda huko uchaguliwe, kubali wale walichaguliwa kule pia ni viongozi, ukae na wao na uongee mambo ya maana ambayo itasaidia Kenya. Mimi simjui former Prime Minister sana, lakini namjua kwa sababu tumekuwa naye kwa serikali hizo tatu, ya Kibaki, ya Uhuru, na hii mambo ya kusema ya kwamba ati handshake. Unajua mambo mengine sitaki niseme hapa, lakini kusema ukweli, wewe kusimama kusema ati handshake ya Raila na Uhuru ndio ilifanya Uhuru asiende kanisani, umewafanya wa Kenya kodoo aina gani? How can you, hata sina maneno ya kusema hiyo, because it's so irritating. Mtu mzima, Uhuru ni mzee mzima, anajielewa. Huwezi kufanya yeye ni mtoto ya kwamba akisalimia mtu tena unataka kutuambia baba hadi kanisa. Hapa si ni kanisa. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema ya kwamba simjui sana, nyinyi mnamjua zaidi, lakini tangu tuanzie mambo ya 2022 nimemkaribia, na yale ambao tumehubiliwa hapo maneno matatu. Tumewaambiwa hope, faith and love. Wacha niwaambie, huyu mzee ako na upendo kwa roho yake sana kwa Kenya hii. Yale maneno amepitia kwa mikono ya wengi, kama hangekuwa na mapenzi ya Kenya hii, hatungekuwa tumekaa hapa leo. Ako na uwezo wa kusema Kenya ichomeke na ichomeke. Na amesema tuketi pamoja. Ako na imani. Juzi kulikokuwa na hii migogoro mingi, kumekuwa judges kutoka Afrika wamekuja Kenya. Wamekaa na yeye, akaniita tukakaa pale. Walipokuwa wanazungumza na yeye, he was just talking about his faith in the democracy of this country and Africa. Hata hakuongea mambo ya kura ambayo yake iliibiwa ama lingine. Na nikaona kiongozi wa ajabu kwa roho. Wakati huo mgumu bado wako na faith na imani na faith. Sasa ile imebaki ni hope, na tutabeba hizo tatu. Mimi nimesikia mahubiri, tutabeba hizo tatu. Zitakuwa zetu tunapoenda hapa mbele, na tunajua Mwenyezi Mungu atatujalia. That will become our philosophy from here, from the Ma community going into the future, and we will overcome in the name of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo sitaki niseme zaidi ya hayo. Tumekuja kuomba pamoja, tuombee Kenya, tuipende Kenya, penda jirani yako. Huyu jamaa anaitwa majina yake mzito Jaduong Mera. Huyu nimekuwa nikiwaambia the rules are now, we have also I think 3-4 rules ambao wamekuwa MCAs Mount Kenya. This is becoming the global community in this country. Wako kila pari na wanachaguliwa kila kona. Na tutaendelea na dunia hiyo. Mmemchagua, endeleeni to embrace everybody. Na mimi nataka kufikisha hapo ili niweze we have the nominated senator wa hapa nimemuona, na ninasikia nikishidwa elected is nominated. Nasikia nikishidwa kusema ya kwamba hata kama si usimame basi unajua ni aibu pia kiongozi I look mannerless if you are here and I'm not saying that you are here, because ideally you should be the one receiving us, but I respect your desire for quietness today. But nataka kumuita madam. Before that I say that sisi wote tusije tukawekwa ugumu na siasa mpaka tushidwe kwenda pahali tungetaka kwenda. Na kwa hayo machache, I want now to invite the wonderful lady ambaye amepigania Kenya hii na wametembea safari ya Kenya hii, na usidanganywe na mtu yote hapa.
Hamna, ni wachache sana ambao wamebaki Kenya hii, ambao wamepigania haki ya mnyonge. Haki ya mnyonge. Vile baba amepigania haki ya mnyonge Kenya hii. Na mwingine ambaye amefanya vile vile bila kujali mambo ya kwenda kuumauma ardhi ama vitu vingine hapa na pale ni Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Nataka mkaribishe anapokuja kuzungumza nasi ili pia aweze kutuitia baba hapa baadaye. Thank you so much. Meisisi Yesu. Praise God. Nataka ku acknowledge mabishop wetu wote.